Ya, mwanafamilia njoo nikuonyeshe, njoo. Kuna mengi sana yalitokea. Ndio hivyo tu, yani kwa midomo tulionao sasa hivi na tunavyojifanya tunajua kuongea, ila kama tungekuwepo kipindi cha utumwa tusingevumilia hizo kama mateso, tusingeweza kuvumilia. Ngoja nikuonyeshe kitu hapa mwanafamilia. Sogeza kamera. Sogeza kamera. Toka kwa ajili ya nani magari hayo. Panda huko kwenye pavement. Unaona mwanafamilia, unaona hili jiwe? Ukiangalia hapa, sogea kwanza, mweleka huko. Hapa wameandika on this spot stood the old slave tree, kwamba hapa unapopaona kwenye hili jiwe, hichi kieneo ambacho wamejenga wao, ili eneo palikuwa kuna mti mkubwa sana ambao ulikuwa unaitwa mti wa watumwa. Na kuna maelezo wamekuwekea hapa chini, wanakuambia kwamba from 1650s and 1830s the Cape was slavery society, kwamba kuanzia miaka 1650 hadi 1800 ile eneo la Cape Town lilikuwa ni miongoni mwa vituo vya utumwa. Na mti wenyewe ndio huu hapa. Hii picha unaiona hapa pembeni. Huu ndio mti ambao ulikuwa umesimama hapa hivi. Hapa ndio ulikuwa mti mkubwa ambao ulikuwa, kilichokuwa kinafanyika hapa ilikuwa ni auction. Yaani ni matangazo, wanatangaza watu. Yaani auction, najua kwa lugha nyepesi ni mnada. Ulikuwa ukifanyika mnada mkubwa hapa. Hapa ndipo ulikuwa unafanyika mnada. Wanakamata watumwa wanawaleta hapa. Wale wazungu wanaotoka nchi tofauti tofauti wakitaka kuja kuwanunua, basi watakuja hapa. Walikuwa wakija hapa, walikuwa ukifanyika mnada, wananunua watumwa na kuwapeleka sehemu zao tofauti tofauti. Haya ni mambo ambayo watu jaribu kufuta picha kwamba watu wazima wanapangwa kama wanyama, kama mbuzi, kama mnapouza bidhaa zenu, viti na nini kwenye minada. Basi kwenye huu mti uliokuwa mti mkubwa hapa kipindi hicho, ndipo ulikuwa ukifanyika mnada wa kuuza watu. Babu zako na bibi zangu na babu zetu ndio waliofanyiwa haya mambo, na hao tunaowaona sasa hivi kwamba wametusaidia, wametufaa. Yaani ili washukuru wazungu ni labda ushindwe kujua historia yako. Ndio maana niko najaribu kuwashawishi na kuinspire vijana wengi wajaribu kuzijua historia zao. Na kwa upande wangu nitajaribu kadri ninavyoweza kuhakikisha na kuzungukia maeneo yote ambayo naamini yatakukumbusha hata kidogo ya kile kilichofanyika. Ili tujiangalie namna kutengeneza mazingira, tuanze kujipambania sisi wenyewe bila kuwategemea wao. Kinachoumiza viongozi wetu kama leo tunalalamika serikali asitusaidia, asifanye nini? Ni kwa sababu viongozi wetu kichwani mwao wana akili kama zako hizo kwamba ili nifanikiwe ni lazima nifanyeje, nishirikiane na wazungu. Kitu ambacho wazungu wao wanakuona wewe ni fursa, hawakuoni wewe kama partnership, kama mtu wa kusaidiana nao.